Yes, asante sana. Ni nafasi nyingine tena ambayo Mungu ametujalia kuendelea katika safari yetu ya Mungu katika historia. Na leo tu tuliishia katika eneo ambalo Kaini alimuua Abili, na Mungu akawa amemuuliza Kaini maswali, na mwisho wa siku sasa Mungu akawa ameachia laana juu ya Kaini na akamwekea pia kitu kinachoitwa alama. Sasa tutakwenda moja kwa moja kwa habari ya Nuhu. Nuhu yeye bwana alizaliwa katika nyakati ambazo dunia ilikuwa imemwacha sana Mungu, na kipindi hicho hakuna ambaye alikuwa anaweza akamshawishi Mungu katika jambo lolote. Biblia inasema zamani za uovu nalitazama ili nione mtu ambaye anayeweza kunipendeza, wala sikuona. Manake mara nyingi sana alichoshwa na maovu yetu Mungu, alichoshwa na tabia zetu, na alichoshwa vile vile na mienendo yetu. Kwa hivyo sasa akaangalia huku na huku, akamwona Nuhu, na Nuhu akawa amepata kibali machoni pa Mungu. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo 6 kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka Mwanzo 9 utazipata habari hizo za Nuhu, na zitakuwa zenye baraka sana katika maisha yako. Basi Mungu akamuita Nuhu, akamwambia nijengee safina, na safina hii utakwenda kuingia wewe na watu wako na pamoja na mifugo na wanyama wasiofugwa na ndege wa angani, kusudi nitakapoileta gharika basi nisiangamize kila kitu, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo nimejisazia kwa ajili ya uzao ujao. Na alimpa vipimo vya ile safina. Alikwambia utengeneze safina yenye urefu dhiraha 300 au mikono 300. Na hii vipimo vya safina nimekuandalia tayari katika kipengele kile cha maandiko diko, tutakuja tukisome na tukipitie vizuri zaidi. Kwa hiyo usisahau tu kusubscribe, kucomment na kuendelea kushare, ili tunapoposti au tunapoendelea kufundisha zaidi, basi uwe wa kwanza kupata udambu huu ambao ninakuletea wakati huu masikioni na unapoendelea kusikiliza. Basi Nuhu akamtii Mungu, akafanya kama vile ambavyo Mungu amemwagiza, na akaenda vipimo vile sawasawa ambavyo Mungu alivihitaji kwa ajili ya kuijenga safina, na ile safina ikawa imekamilika. Basi Nuhu akaambiwa, ingia wewe na watoto wako pamoja na mke wako, lakini pia ingia na wanyama waliosafi wawili, yani wa kike na wa kiume, au mwanamke na mwanaume au dume na jike. Basi wakawa wameweza kuingia kwenye safina, na baada ya hapo Mungu mwenyewe akawa akaufunga ule mlango wa safina, na mvua ikawa imenyesha ndani ya siku 40. Yes, na Nuhu alikuwa na watoto. Mtoto wake wa kwanza alikuwa anaitwa Hamu, Yafeti pamoja na Sham. Yes, sasa katika kipindi hicho wakawa wanaendelea kukaa ndani ya ile safina kwa muda wa siku 40. Mvua ilinyesha bila kukata, na maandiko yanasema chemchemu zote zilifunguka, chemchemu zote zilikuwa wazi, chemchemu za mbinguni pamoja na chemchemu za ardhi zote zilifunuka, na maji yakawa yametoka kwelikweli. Na mvua, ikumbuke kwamba ilinyesha ndani ya siku 40 bila ya kukata. Kwa hiyo maji yakawa yamejaa duniani kote, na Biblia inasema hata katika ile milima mirefu ambayo inaonekana duniani pia maji yalijaa urefu wa mikono 15 kwenda juu. Yes, mpaka kufika hapo mimi sina la ziada tena.
katika hiyo story kumhusu Nuhu.